Vipi? Umeshindaje na mavitabu yako haya? Nimeshinda salama. Nani nimekutibu huko sokoni? Nimejitibua mwenyewe tu. Naona hata sielewi kama jambo linaelekea pabaya hivi. Nipo hapa kukusikiliza mpenzi wangu. Sogea. Hivi uko kwenye mambo ya sheria, ikitokea labda mtu unahusishwa na kuvunja sheria, yani kwa kusimuliwa, baadaye unaweza kaingia matatizoni? Swali zuri sana. Katika sheria maneno pekee hayatoshi kumuingiza mtu matatani. Lakini maneno hayo hayo yakirudiwa na yakapata ushahidi, yanaweza kumsababisha mtu akajikuta amesimama sehemu asiyotaraji. Mungu wangu mimi. Kumbe unaweza kaingia matatani hata kama hujafanya kitu? Ndiyo, lakini kuna tofauti kubwa sana kati ya tuhuma na mashtaka. Tuhuma anatumiwa mtu yeyote, hata wewe mpenzi wangu unaweza kutuhumiwa tu. Lakini mashtaka yanahitaji rundo la ushahidi. Kwani nini ambacho kimetokea unataka kuniambia? Kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Dante. Anapenda sana kuja pale kwenye biashara yangu. Analazimisha kunisimulia mambo ya mume wake Zebu. Mume wa Zebu. Lile jambazi linalosakwa kwa udi na uvumba? Huyo. Yaani sasa hivi soko zima la niangalia kwa jicho la mashaka, yaani hadi naogopa. Hilo jambo limechukua muda gani? Yaani limechukua muda gani likiwa linajirudia? Mara nyingi tu, kama mara 5 hivi. Na haukuona sababu ya kuniambia? Hadi inafikia hatua soko zima alikuwa na mashaka na wewe Nora? I'm so sorry. Sikujua kama ule mkaka anaweza kalishupalia ile jambo namna hii. Sikujua mpenzi wangu. Sikiliza Nora. Sheria haichezi na vitu vinavyojirudia. Mara ya kwanza unaitwa uvumi. Ya pili ni mashaka. Wewe Nora mara 5. Mara 5 Nora. Kwa hiyo nitafungwa. Kama huyo Dante atakuwa na nguvu ya ushawishi, akamshawishi mtu mmoja baada ya mwingine, ili tatizo linaenda kuwa kubwa. Kwa nini amepale sokoni? Nitafutia na jingine. Hapana. Nora, ukweli haukimbiwi. Lakini kuanzia sasa, jambo lolote ambalo linajitokeza huko sokoni, mimi ndio mtu wa kwanza kuambiwa. Na kuanzia dakika hii, mimi ni mwanasheria wako katika hili tatizo.